mimi ndio najua, there was nothing, but what I know, kuna mahali nilikutana wale wazee wa makerubi na maserubi, tulikutana na wao kwa mlima na wakanipeleka mpaka kule kuna sanduku la agano. That is the only thing they don't understand about Mount Kenya. But telling me to go and worship a God of the mountain when we have a God of universe, I cannot agree. The blessing of a Jew nation, because of the altar of Abraham, the Abrahamic altar, and the blessings of Jacob. Hawa watu hata kama hawajaokoka, they don't need to okoka. Wherever they go, anywhere in the world, they will find there is some favor that operates within them. Wakianzisha biashara in the desert, look at it, walichukua mchanga kutoka Kenya wakapeleka Israel. Hiyo mchanga ndio wanatuuzia chakula. Any grape you see, most of the fruits you see, chakula mingi tunakula imetoka Israel, kutoka kwa mchanga ilitoka hapa Kenya. Hizi mabarabara ndio walikuwa najenga, kampuni ilikuwa inaitwa Solobonea. And the agreement, walichimba barabara, wakabeba mchanga, wakapeleka huko. Hiyo ndio wanalima nayo sasa. Sisi ambao mchanga ilitoka hapa, sisi bado tunalia njaa. Because the altars ambazo zinazungumza kwetu ni gani? Ni altars za kiuganga, za kiuchawi. Hizo tunaambiwa na hawa wazee wa kiama, wanatuambia turudi huko tukaangalie Mungu wa mlima. Sisi hatutaangalia Mungu wa mlima, ila tutaangalia Mungu ambaye ni mkuu kuliko miungu yote. Na waambiwa hivyo waseme ni Dora amesema. Na ndikomenya kuruga mete hadu hena Maria. Mimi nikaendesha gari ikanyaga Maria ikakurukia. Mimi siku hapo nijue kama wewe ndio ulisimama mahali kuna maji na ulisimama kando ya barabara. Sasa nimekanyaga maji imekurukilia. Sasa kai nikuona lya gato mwijire na nigwa mane nigwa tamuhoera kai oi nigwa tulehikite matoke muhoera ni utamuhoera no na madharau mali areka. Once we are able to have the knowledge of understanding the types of altars, how they operate, and where does the altar start from, what is the concept behind the altar, so that you may itakusaidisha na itakuwezesha kuelewa ni nini hiki kinakuzuia kufaulu. Maana si kuokovu, kuokoka tumeokoka, mkatoroni tumeenda, Heaven's Gate tumeenda, maombi tunajua kuomba, linaye na linakuta na limakwenda na limakuja, zote tunajua, masufuria kuogeza na dikaria na baiskeli na pickup zote tunajua kuzisema. But still, no matter how you are praying, something is not adding up. Destinies are supposed to self-propel. Hivyo tumesoma Biblia, unaona destinies are supposed to be self-propelled. They need just to move by their own. Because God is in it. He has got good plan for you. And where did this good plan disappear to? Zilipotelea wapi? Bwana Yesu asifiwe. So until we come to understand that there is something behind what He has hindered you from becoming. Ni kwa nini you fail? You start a business, inafika level fulani inaanguka. You start a church, inafika level fulani inaanguka. You are in your marriage, kwenu kote mnafikia at the 10th year ndio marriage inaangukaga. Ulikutana na mtu tu akakusalimia, ama mkaenda ukaparticipate kwa event yake na from then ukaanguka. What happened? Wewe ni muombaji, ni muombezi kabisa, unaombaga watu wanabarikiwa, but in you hakuduli kedo kinyagegere kwa kunyomba, lakini ukiniombea ninabarikiwa. Hallelujah. Ni gimenya ndira muhoya na ni utire kindu rigiraka na inyu kwanyu ni iroka ndigihoya. Ni imagine ni urawe na ndo bagia makari ucoke guthiaga ginya nduthi nduri ginya maithikiri nduri. Sasa hapo ndio unakutaka tunakuwa na spiritual what? Witches in church. Because when things fail, I'll turn out to be a witch, ndaanza kuwaroka. Kwa hivyo ukiniombea ni succeed, jiombea pia na wewe succeed, because it is most likely utageuka kuwa mchawi. Most likely. Kode hitoka ukaka oshe maana ningwa tora amahoire. Na ndio sasa unakutaka watu wale wanakuombeaga. Hapo sasa ndio wanakujaga unasikia maana ningwa tomohoire, ni wala twetera ma. Na mimi nilikuwa naendesha gari, mimi sikuwa nimekuona. Na ndikomenya kuruga mete hadu hena Maria. Mimi nikaendesha gari ikanyaga Maria ikakurukia. Mimi siku hapo nijue kama wewe ndio ulisimama mahali kuna maji na ulisimama kando ya barabara. Sasa nimekanyaga maji imekurukilia. Sasa kai nikuona lya gato mwijire na nigwa mane nigwa tamuhoera kai oi nigwa tulehikite matoke muhoera ni utamuhoera no na madharau mali areka kai. Sasa unaanza sasa, wameanza kuvuruta ile yote waliomba, ile maombi yote waliomba wameanza kuivuruta chini. Mkiweka kidogo kidogo nasikia nimegoka mtu todo wake todo kihoera ri waregire kwihoera niki
Halo. Okay, hoera ri. Urarega kwihoera niki? Mzai. Ndio useme uliniombea. Mbona ulikuwa wapi? Tulikutana na jamaa mwingine walianza huduma na Moiro. Tumekutana naye hapa juzi. Shati imeisha hii kitu. Ndio umeona nimetoa zangu zote kwa sababu nimeona hiyo kitu inaweza kuleta picha baya. Shati imeisha, amegeuza. Sasa hapa pamegeuzwa na huko ndani. Pamelaliwa ndio sasa atumie hii ingine unused. Bwana asifiwe sana. Sasa ndiye alikuwa ananiambia, kaniambia na kuona kwa mtandao siku hizi umeenda kwenda. Watu wanazungumza. You are helping people. Oh my God. Oh my gosh. Akanisifia. Na mimi nikamuuliza, na wewe? Sisi ndio tulianza na Moiro. Mimi ndio tulishikilia Moiro. Ile microphone ya kwanza ya Moiro alitumia ni mimi, ni pesa yangu. Sisi ndio tulikuwa tunamshikilia, tunampangia mpaka mkutano. Hata hakuwa anajua kuhubiri. Hata wewe umeanza vizuri, hakuwa anajua kuhubiri. Mimi ndio nilikuwa namsaidia. Namwambia Biblia inasomagwa hivi, inaanza hivi, unaanza ka story to story kuprepare watu psychologically ndio waigie, ndio mwende. Sasa nikamuuliza, akanipatia makubwa ya Moiro. Alafu akaniambia venye Moiro aliwaligia. Sasa Moiro hata tuonage kama sisi ni watu. Na sisi ndio tulikuwa from crowd. Hata huyu ya second tukiona ya second. Sisi ndio tulikuwa tunafuga maspika huko kwa Moiro. Sisi tulingangana hata kuosha. Hata Moiro alikuwa na pea moja ya kiatu, alikuwa ananiita na peleka hapo chini na inapigwa brush na muletea kama amekanyaga matawi. Sasa Moiro hata hawezi kuniona. Akanipatia story mbaya ya Moiro. Najua hata nyinyi mtakuja kusema tu hivyo. Lakini kuna swali moja nilimuuliza. Ndio Moiro apande aende, uliwachua wapi? Kwa sababu mlikuwa kwa gari moja. Ulishuka ukaenda kukojoa ama ulishuka ukaenda wapi? Ndio gari ikuacha. How come? Wewe ndio ulinishikilia mpaka nimepanda hapo. Kwa hivyo wewe ndio uko na neema ya kushikilia. Ndio wewe ni kumaumire gari. Toto akire gari yemwe. Si hiyo ni maximum miracle center. Si ni one vehicle. Ndio otigwore watigiro. Unikushuka ulikuwa umeshuka. Shiko. Ulishuka. Ilikuwaje mpaka? Si ni utiaji ulikuwa nayo kanisani? Wakarushwa ije. Hawa watu wanaogeaga makubwa wenye walifanyia watu, ukiwachugusa ni watu watiaji sana. Akikioja unwake igwana ni uramenya. So we want us to understand what is this that causes all the challenges that you have. Because it is not that you don't have brains. It is not that you've not gone to school. Umeenda shule umesoma. Na uko na kila kitu. Wazazi wako ni wazuri. Kila kitu uko nayo. But what is this? Yes. So how do we unlock my destiny? By unlocking your destiny, you must be able to understand that there is something that locked your destiny. And that which locked your destiny is the altars that speak in your life. Bwana Yesu asifiwe sana. Now I want us to understand. Understanding the altars. Once we are able to have the knowledge of understanding the types of altars, how they operate, and where does the altar start from, what is the concept behind the altar, so that you may be, itakusaidisha na itakuwezesha kuelewa ni nini hiki kinakuzuia kufaulu. Maana si kuokovu, kuokoka tumeokoka, mkatoroni tumeenda, Heaven's Gate tumeenda, maombi tunajua kuomba, linaye na linakuta na limakwenda na limakuja, zote tunajua, masufuria kuogeza na keria na baiskeli na pickup zote tunajua kuzisema. But still, no matter how we are praying, something is not adding up. We have done, we are saved, tumeokoka, sisi ni wokovu, tumefuga vileba mpaka tumebadilisha. Ukiuliza huyu mama alianza na ya white, sasa kuna ya red, lakini bado analia shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukimuuliza, ndio walianza ile Kolino ya kwanza, lakini wanajua Wakolino wanaendaga wakifika 12 wana break down, wanaanza tena 1. Bwana Yesu asifiwe. Unakuta mama yako ulimkuta akiwa kanisani, baba yako alikuwa kanisani, wewe umeishi kanisani, watoto wako bado wako kanisani, lakini mnalia shida. You are just crying. Kila mtu analia shida. What could be this that is causing all these challenges? It is the altar. Kuna madhabahu. Sasa hii madhabahu ndio nataka kwanza tuelewe ni nini madhabahu. Tuelewe the concept ya madhabahu ndio niweze kukuambia. Ukiona hii direction ikienda hivi, kuna hii madhabahu ina operate kwenu. Kwa sababu si uokovu imekuzuia. Kuokoka haina chochote. Maana Yesu Kristo alipozaliwa, yaliye mkombozi wetu ambaye tunasema ametuondolea, yes, yeye alipozaliwa alipitishwa kwenye vitengo vyote vya kitamaduni. Kila sheria zote za kitamaduni alipitishwa
na akaputishwa kwenye mafundisho ya kwao ya kidini, na akavunjiwa madhabahu zote ambazo zilihitaji kuvunjwa, mpaka wakamtolea nini? Dirahoi. Kwa Wakikuyu wanasema dirahoi. Dirahoi ni nini? Dirahoge. Ni dirahoge. Kwa lake jereria na udakareire. Ni dahetia kale ndahetie. Doi mukolino ni omoyo horo wa dirahoge. Udauga dirahoge akaja dirahoge. Na athukete muno. Wakatolewa dirahoge na wakatolewa nini? Ndutura. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nini keke marutire? Na mutu. Nika mutu kagano kaneka gima. Ni ule kosio. Nekagano niko gakorogeka hinyu. Hizo ndizo madhabahu mtoto alikuwa anatolewa, anapatiwa. Kwa hivyo Yesu alifanywa itifaki zote za kifamilia. Kisha akarudi, wakamchukua wakampeleka kwenye sinagogi ndio aweze kufundishwa mafundisho. Hata wazazi wake wakati alipotea, wazazi wake walipoanza kumtafuta, they didn't go looking for him in the supermarket, they didn't go looking for him in somewhere else. They went to the synagogue because they knew this child only place anaweza kwenda ni the synagogue, because they had cultured him into the traditions that sets him free. They know that this one in your bondage ambao unaipitia, hii ndio minara imekufunga, hii ndio njia ambazo zimekufunga. All the bondages they tackled. The family ya Josefu, they tackled all the bondages. Wakaangalia, ndio wakajua ya kwamba huyu mtoto hata akitoka kwenda kwa ulimwengu, he is free. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma Ezekiel 16, the Bible says ya kwamba ye mwana wa mtu, son of man, ijulishe Jerusalemu, menyithia Jerusalemu maundu mayo mari magigi. Julisa tell Jerusalem her abominations. Yale maneno ambayo yanakuzuia. Tell Jerusalem to know, so that they may know what the abominations that are costing them. Ndio akaambiwa Jerusalem, mwambie Jerusalem hivi, your origination, where you come from, your origination and your birth, and your nativity is from the land of Canaan. Bwana Yesu asifiwe. Your origin and your nativity is the land of Canaan. So what does it mean? The land of Canaan inamaanisha nini? Kwa sababu unarudi nyuma. Jerusalem is built on the land named Canaan. Now you go, who was Canaan? Canaan is the son of Ham. Ham ni mtu yule alilaaniwa baada ya kuona nani? Uchi wa baba yake. Lakini kwa sababu laana haingeshika Ham, ilishika mtoto wake Canaan. Kwa hivyo Canaan ndiye alibeba laana. Shamba ambayo inaitwa Jerusalem, mji ambao unaitwa Jerusalem, umejengwa kwenye ardhi iliyoitanishwa na mtu aliyelaaniwa. Kwa maana sasa hiyo mji wote utakamatwa na laana ya mwenye kuitanishwa naye, because of the name. Hiyo ndio madhabahu. Kisha akamwambia point number 2, your father is an Amorite. And now you go asking, who is an Amorite? Ni nani? Muamori ni nani? Waamori walikuwa wapinga Mungu, watu ambao hawakupenda Mungu. Ndio walipigana na watu wa Mungu, walipigana na watu wa kusini, walipigana na watu wa Asiria, walipigana na watu mahali popote kulikuwa na watu wa Mungu, walipigana. Hata ndio waliyemsumbua Abrahamu. Hiyo number 2. Number 3 now. Naye mama yako ni Muhiti. Wahiti walikuwa waganga na wachawi. Sasa unanielewa? Shamba uliozaliwa, the land that you are sitting on is a cursed land. Your father is a person against God. Your mother is a witch. Na wakati wewe ulizaliwa, kitovu chako hakikukatwa. The umbilical, the novel cord, the umbilical cord, anamwambia haikukatwa. Kumaanisha nini? The umbilical cord, mkonyo wako uko nyithenete nao na mami wanyu, haijakatwa. Kwa hivyo akaambiwa the umbilical cord yake bado imeshikanishwa na laana hizo zote ametajiwa. Meaning you are a concoction of problems. From the land you are sitting, your father, your mother, and the umbilical cord. It is a concoction of problems, challenges that is your life. Ukienda pandile is a challenge, ukiolewa challenge, ukienda kazi challenge, ukienda kusoma challenge, ukienda kazi challenge. Kitu yani umezungukwa na kila kitu, meaning challenges, because you are still not yet free. Umelelewa kwenye shamba ambayo iko na laana. Baba yako
ni mtu mbaya, hapendeki kwa Mungu. Mama yako ni mtu mchawi, hujakatwa kitovu. Na wakati ulizaliwa, ikiendelea hapo chini inasema nini? Wakati ulizaliwa haukukutana na mtu ama watu hawakukuosha na chumvi ndio wakuondoa hizo damu, meaning hata uchafu wa kutoka tumboni bado uko nao. So hakuna mahali utaenda ukafaulu. There is nothing you will do on earth that will come in your way. Hata ufanye namna, hata usome, utasoma vizuri, utaendelea, but the moment you touch the line of your destiny, madhabahu inasimama. Kwa sababu madhabahu imekuja inasimamanga kusimamisha destiny. Wakati umeanza, umeingia kwenye barabara ya destiny, the day umeshika, when you are doing your normal world, the worldly thing ambazo haziko, they are not touching the destiny, zimesimama tu, yani ni vitu za kawaida, ulevi wa kawaida, raha zako za kawaida ambazo hazikuingizi kwenye destiny. What happened? They don't touch you. They are demons that their work is to monitor, to make sure you don't get into your destiny. They are destiny killers. This demon, they are assigned purposely to monitor you. The day unainua mguu yako uende kuingia kwenye destiny yako, hapo ndio wanakushika mguu, ndio wanakuuliza unaenda wapi. But wakati kama ni raha, watakupatia magari, watakupatia manyumba, watakupatia kila kitu. But the day you touch to get where God purposed you to be, sasa hapo ndio wanainuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wakikushika, they make sure they destroy you so that you can never make any move any single time. Bwana Yesu asifiwe. So these demons are assigned. They will allow you to do your business. They will allow you to have fun. They will allow you even to do whatever you want to do. But the day you touch, you've been working, you've been a businessman, alafu unabii imekuja imesema kana wewe ni mtumishi wa Mungu. The day utaanza utumishi, ndio watakuvamia. Mimi wakati wote nilitoka Mungiki, watu wa Mungiki hawakuniuliza mpaka wakati nilimwagiliwa mafuta. The other all the times we were together, tulikuwa tunakutana, tunasalimiana, wananiita mimi, wananiambia mimi ni wao, kila kitu ni wao. Magari zangu nilikuwa natembea na nilikuwa naishi maisha mazuri. But the day I was ordained as a man of God, siku hiyo walichoma nyumba zangu zote na wakachoma magari. I was left poor. Niliwachwa zero because nimeguza destiny yangu. But when I was not interested with my destiny, because they will provide you, they know at some point watakunyaganya. They will give you a lot of money. They will give you everything that you want because they knew they are just lending you for some time. Kuna siku watakunyaganya to go and hoodwink somebody else. The day now you decide, I want to be myself. I don't want to depend on these destiny killers. I don't want to depend on their resources. I don't want to depend on whatever. When I said I don't want to depend on Mungiki, I don't want to be dependent on anything else. I want to depend on my God in my destiny. That is when they came and struck me. They hit me. Walinigonga mpaka nikaenda flat. That is the time everything that I had just got, ikakuwa smoke na ikaisha. Because they are demons assigned to make sure you don't get out. Katika furaha zako, raha zako za kuenjoy, wanakupatia. Katika fataki zako wanakupatia kila kitu until uguze destiny. Because all of us, we were created for something. We were created for a reason. And that reason, that is what they pursue to stop you from doing or getting into the reasoning of God. Because once you get into the reasoning of God, you conquer the world, you win every battle, you succeed wherever you go, because you have been sent to come and liberate. The other day when I got these boys, walikuja hapa, wakakuja tukaabudu, wakaokoka, wale waliokoka. 2 days later I got an accident. Why? Because I'm touching the untouchable. These people, it is their destiny ambayo zimeshikwa. Wamepatiwa madawa za kulevya, wamepatiwa bangi, wamepatiwa kila kitu. Their destinies ndizo zimekamatwa. Sasa when I came to liberate them from their destinies, that I got an accident, a serious and a nasty one, and it was meant to kill me. Last week my car was kaput. Bwana Yesu asifiwe sana. Only because I went to touch the destinies of this boy. I went to touch on them. Niwaambie sasa, tokeni. I want to align you with your destiny. The destiny killer came for me to stop me. Jioni yake usiku nikatokelezewa na mapepo, majini, majanti 3 zikanitokelezea hapa. Na zikaninyonga vilivyo. Nilinyongwa karibu nijipupulie. Najaribu kuitana. Kuna watu wameshainyongwa. Unanyongwa, unashikwa kabisa, unajaribu kuinua kichwa. Na this was not in a dream, it was real.
And they were asking me, where are you taking these children? Bwana Yesu asifiwe sana. So watu wengine nawaambia hivyo, wakasema walikia kutwera niketoko hoya ugihoera ki ugwire ki uhoere atia nini ni ukite guku guhoyagire ujoke gwire wiki atia ndakwira ndiro koretwo ne mamundu hani ugoka guku rucio. Hawezi, because your hope is on me. And now nikwambia venye nimenyogwa hapa, nilinyogewa hapa kwa ofisi, nilinyogewa mpaka nikasikia yes, nimekamatwa vizuri. Yes. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. So hata wakati niliona huyu nabii wa Tanzania Prophet Lolinga wakaenda wakakosa hall pale, niliwaambia kujeni mkuje muombe hapa. Yes. Hado wetagia reinforcement. Unaitisha watu wa Mungu wengi wakuje, at least wakuokoe. Kwa maana territory imekamatwa na imevamiwa. Because the question is, where are you taking this boy? Uramatwarako. That is the question they were asking me. Unawapeleka kwa nini? Si wewe tulikuachilia. Unawapeleka wapi? Go deal on your own. So they wanted me to discuss with them. Tukae chini to discuss na wao. Niwaambie sasa nedatigana na adwa ya niedekeleria hivi. But I said no. I have to rescue them because somebody else alilipa gharama. Harrison Nganga alilipa gharama na yeye alikumbana na masaibu kama hayo mpaka kanisa ikapasuliwa. Alikumbana na masaibu, watu wake mpaka mke wake alikuwa anamwambia maitia unaenda kwa nini na kanisa nike kwa tagetigana nake, naye akamwambia mimi ni sauti ya Mungu imeniambia lazima nimuombe. So you have to stand on your ground. You have to stand the reason no unakaa kulingana na venye Mungu ametaka. Kwanza there is a reason why God created you. There is a reason, kuna purpose. Saizi watu wanaokoka. I don't need to go and preach them. Watu wanaokoka. Wale walikuja hapa sikuwahubiria, niliwapatia ka story kangu nikawaambia mimi nilikuwa ABCD na this is what I am now. All of them nikaota nani anataka kuokoka? Wote wakaokoka. Bwana Yesu asifiwe. Tukienda Moro it's the same. Saizi naenda Meru it will happen the same. Bwana Yesu asifiwe. So there is something very important that you need to understand. When you are touching the destiny is not salvation. Kuokoka is so much different from your salvation. So wakati niliona kimechacha, kimeumana, nikasikia nabii yako hapa nikamwambia kuja. Yeye hakujua ni kazi gani nilikuwa namfanyisha. Yeye alifikiria alikuja kuombea watu wake wa Omega. Mimi ndio nilikuwa Omega. Na nikakaa hapa kado nikanyenyekea. Kwa sababu ako na uwezo mwingine zaidi. Na alafu nikarudi nikatafuta Maboya nikamwambia Maboya ako na Nairobi nikamwambia tembea hapa tupitishe miguu yako hivi tu. Maana kumewaka moto huko. Hallelujah. Because I have touched the wrong direction. So you must confront. When it comes to the destiny, you must confront the enemy, the destiny killer, that demon that hinders you from succeeding. You must confront it, and you got no mercy for it. Never compromise, never have a discussion with them. They will provide you anything that you want. Uachane na destiny ndio wakumalize immediately. During the ICC wakati kulikuwa na vita za nini, wakati Uhuru walikuwa napelekwa ngambo, Okampo himself came to my house na akaniambia he's going to give me 50 million niandike tu ka signature ya kufunga Uhuru. Nikakataa, nikaimbia Okampo nikamdanganya. Unajua wazungu wanaamini you have to ask your wife. Nikamwambia let me go out and ask my wife whether I should decide, because unapatiwa 50 million alafu nyumba nichague any country of Europe pale nitaenda kupatiwa nyumba nikaage huko. Kwa hiyo niwogea kiliate no utige nyumba teo wekere kiara mundu athia gaito wothi ugaikare wega. Mimi nikamdanganya nikatoka nje nikapigia Uhuru. Najua sasa hizo bado akili zangu ni zinamwogeke mingi. Nikapigia Uhuru nikamwambia sasa iko hivi, Okabo wako kwangu, wako na Raila na mtu mwingine. Sasa wanataka tu niweke kidole signature, ulinipatia pesa nikaue. Uhuru akaniambia utaniuza. Mimi nikamwambia siwezi kukuuza. Nini nilikuwa nataka nikujulishe, maana hapa nimeona kuna pesa na nimeita vijana hawa watu tunyorose na tuchukue pesa. Najua mimi bado ni Mkikuyu. Sasa Uhuru akaniambia ukiwapiga kutasemekana ni mimi nimekuambia wapige. Fanya hivi uachane na hiyo pesa ukuje nikupatie pesa nyingine. Sasa mimi nikamwambia hapana, kidu kione kugetie dagotigo. Adwa ya meno olimo nimekwenda kuligwo na besha matunyo. Uhuru akanibebeleza akaniambia wachana na hiyo. Because umeona Okampo
ako na 50 million na kuna nyumba ng'ambo pale nitaenda kukaa, but there is this, ni saini niseme Uhuru ndiye alinipatia pesa nikaenda nikaua. Angalia sasa the destiny killer, how they come. Wamenipatia the best 50 million and the money was in dollars. Nimepatiwa nyumba kule ng'ambo, mahali wanajua wakimalizana na kufuga Uhuru si watakujia kwa muuaji? Nitaenda kotini kweli? Hapana, self confession. Niliconfess Bwana Yesu na nimeweka kidole. So you have to see how that was the destiny killer ambaye alikuwa anataka kuniua. Watanipatia pesa wanipeleke kwao kichinjio, nikae huko kwa nyumba, wananiona kila siku, wananiona, kisha wakimalizana na Uhuru sasa leta kichwa yako. It is a legal ground where the spiritual and the physical battles meet and fight over. There is a control. Madhabahu, an altar, it is a place where spiritual and the physical meet on a ground, on a legal ground. A legal ground nini? A legal ground ni kitu ambacho kinakukubalisha. What is the legal ground? My father alikuwa catechist, alikuwa mtu wa Mungu. What is the legal ground? My shosho alikuwa mchai, aliwa hivi ito. That is the legal ground. So the spirit of the wachawi and the ground of the wachawi zikikuja zikutane, that is what we call the legal ground of operation. Hapo zinakubalika, inakuitikia. Ukitoka hapo uende America, utaenda utakutana na mchawi, mtu mchawi atakuconnect. Watu wa Freemason wakitoka hapa waende America, wanatafuta tu Rotary Club ama wanatafuta any other organization, they just present their letter, and once the letter is seen, ikionekana naonekana ni wa Rotary Club ya Nairobi, basi anakubalika na anapata kazi, na biashara yoyote atakayotaka kufanya itafanyika, na atapatiwa first priority because he's a brother. Muslim brotherhood, because they have that Muslim brotherhood. Ukienda mahali popote ukutane na Muslim brotherhood and you go, you have an issue, you have a problem, you present yourself as a brotherhood, the legal ground, unapata usaidizi unataka. And that is what Christians are lacking. Because if we had the legal ground as the blood of Jesus, the legal ground as the cross, the legal ground as Jesus himself, then we will be activating our love towards everybody who is confessing Christianity. Nobody will be facing challenges that you are facing. Nobody will be crying. Nobody will be facing whatever the problems that you are facing. We will be very strong in this earth. We will be controlling. We will be doing business. Mtu wa Muslim brotherhood akitoka hapa aende China akutane na fellow Muslim brotherhood, they work together. One day I went to Guangzhou I was going to do business in Guangzhou, but I was in an aeroplane. Hiyo ilikuwa inabeba watu 300, 290 people. 290 people wa Kikuyu, tulikuwa tunaongea Kikuyu, lugha ya Kikuyu. But 5 people wa Muslim, wa Mawaria. 5 only. Sisi tulipofika kwa kiwanja, tulianza kungangana, tunaulizana tuko nako taxi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini hawa Mawaria waliposhuka hapo nje, walikuta Range Rover zimewaongojea na security. Straight to the factory. Na wakaenda wanafunga factory, nasikia imefungwa. Kuna factory moja ambao nilienda nikawakuta huko. Ni Mawaria najua, nikawakuta huko. Factory imefungwa kwa sababu yao, because they were carrying, walikuwa wamebeba 295 million shillings to go and close, wafanye biashara. Sisi tulienda Nyamakema, Wakikuyu wote 290 wote tulienda Nyamakema ya huko, Inagekomba ya huko, tukaenda kununua huko. Tukikuja kila mtu ako na kabagi kake, ndio tumekuja kuweka hapa. Unakuta kitu hiyo, shati hiyo, huyo Muwaria anaiuza 100 bob, sisi tunauza 800. Because of cost implications. Why? These people, they trusted their brother. The Muslim, they trusted their own. Wakachagua watu 5, wakapatiwa hiyo pesa yote, milioni 500. And then we do the business for us. Lakini sasa sisi, Wagekoyo na Wajaruo na Wakaba, wewe ubebe 20,000 na ni loan ya Equity. 30,000 ndio unaenda kukibia. Umelipa ndege, unakuta mpaka tikiti ya ndege ni kubwa kuliko ile nini biashara unaenda kufanya huko. Kwa sababu you have no trust. You are Christian who has no trust. That's why your cost of living is so high. Munateseka, munaumia, munateseka sana, because wao madhabahu yao inawaambia you must live as a brother.
Madhabahu yote ya Muislamu, they live as brothers. When I was a Muslim, I could enjoy anywhere. Gaddafi mwenyewe send his own private jet to hapa Jomo Kenyatta, inichukue inipeleke mpaka kwake tukaongee, because nimekuwa Muslim. And he gave me a lot of money. He gave me everything and he trusted me. Now before he died, he was to give me $500 million nikuja nijenge misikiti Kenya mzima. And he had trust. He didn't know me. He didn't want to know me. He didn't ask me who's your social. He didn't ask me who's your grandfather ni nani ama mama yako ni nani. Hapana. He knew this is our brother. And I was treated like our brother. Because the legal ground of Muhammad himself and what he laid for them, he laid that you have to be trustworthy. Lazima wewe uaminike na uishi katika maisha ya kuaminika. Angalia, they have taken over. Because of that trust, they have taken over the world. Kenya, they have taken. They are running the Ministry of Defense. Security system zote ni zao. Kila kitu ambacho that is meaningful to the power wako nayo. When the Tanzania, they have taken it. When the Uganda, they are running. When the Djibouti, they are running. When the South Sudan, they are running. Ethiopia, they are running. Because that is Muslim brotherhood. They trust one another and they live a common life. When the UK, all the 14 counties, mayors of UK mzima, all they are Muslim brotherhood, including the Prime Minister. Na wakati kulikuwa na kina Tony Blair na huyo mama mwingine walikuwa naishi wanakaa miezi 3 unasikia kumetokea vurugu ameresign. Miezi 5 kumetokea vurugu ameresign. Huyu hata kuna vurugu inatokea. Because they know how to operate with altars. They know how to control everything. Wanatumia madhabahu control. It unites them, it gives them power and they give it a priority. Sasa wewe hata hakuna kitu unajua, hakuna kitu unajielewa, umetoka kwa buguka ambaye alikuwa mganga na ni mchawi. Na kanisa hata hujafuja hiyo madhabahu na kanisani uachagi watu hata wakule ama waburithi. Kelele mingi hapa ukisema lina kautoria saa koliantolima, kumbe ni maguka yako anaogea. Unaambia watu hapa lina kautoria antolina. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo altar is a platform of authorization of laws and spirits to function upon you on earth. Altar, it is an authorization of spirits. It is a ground where spirits are being authorized. It's a platform for authorization. Ukikuja kwa madhabahu yangu, nikuguze tu kwa mkono, madhabahu yangu itakudominate kama madhabahu yako ni weak. Na kutoka hapo uta crumble down. Hallelujah. Ndio naonanga watu tunakuanga sensitive sana ikikuja ni watu kukuja kwa madhabahu kama hii. Lazima I have to understand you. I have to know what kind of madhabahu yako inakuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Altar gives you dominion over spirits that is operating in a body. Because spirits does not operate on their own. They operate on a body. So the spirits that operate in you are given the dominion by the altars. Madhabahu ambayo iko katika maeneo ndio inapatiana the dominion, the dominancy, the power, the authority. Zinapatiana authorization. Many people are victims of altars, though through knowledge of what they don't understand. Maybe they have the knowledge or they fail to have the knowledge. So many of us, we are all bound by altars. Altars that we don't understand. Madhabahu ambayo yalifanywa na baba yako, madhabahu yalifanywa na mama yako, madhabahu wewe mwenyewe ulifanya, madhabahu yalifanywa maeneo ambayo ulienda. Ulitoka hapa ukaenda maeneo ya Murang'a na hujui ni madhabahu gani ilifanyika huko. Madhabahu iko na power, ilitolewa mang'ombe, mambuzi, walichinja huko. Na hiyo madhabahu ina control. Ukienda kule Kirinyaga utakuta kuna kijiji inaitwa Kiangai. What do you expect there? Yeah? Geta wakia? Kiangai. What do you expect there? Mungu. Unaenda neighborhood nasikia kingine kinaitwa Kiangoma. What do you expect there? It is a devil. The spirit will operate there. This devil, hata ukiangalia wale wanametoka kwa hiyo kijiji, utaona wako na kuaga na tumweda wasimu kama kina madhakarua. Bwana Yesu asifiwe sana. They are very violent people from Kiangoma. I have been to that place. Na kingine Kianjokoma. Hallelujah.
Bwana Yesu asifiwe sana. This altar, maybe for you, for your knowledge, altars are not necessarily this thing you are seeing here. Altars can be these 5 things. Altars can be physical, like this one. This is physical altar. Altars can be men. A man himself can be an altar. Moses was an altar. Abraham was an altar. Isaac was an altar. All these people, Joshua was an altar. That is why spirits were operated through them. Wherever Joshua went, victory was there. Wherever Moses went, there was victory. Wherever Abraham was, there was victory. Remember when he gave out his, wakati alipatiana bibi yake na mfalme akaona kasichana kazuri sana, beautiful girl, akasema hii ni kitoweo, na akaogojea kukua usiku, na akaambia masoja take care, akalia huko nje. What happened? Mudhamaki alipoenda kujaribu akakuta stima imepotea. Why? Because of the nature of the altar of Abraham. It defended the wife. So when you are the altar yourself, wale watu ambao wanakuanga altar themselves, they are moving altars. They make things, wherever they go, things will change. Whether you like it or not. I don't need to have money. I need only to take my presence there. Things will just work. Bwana Yesu asifiwe sana. You can never fight a person who is an altar. You can never defeat him. Hakuna, because there is an embodiment of power, the authority. The Spirit of God is with him. Oh, the demonic spirit is with him. Ndio akifika, ndio unaonaga Raila hapa Nairobi sasa ni sada, hakuna watu akuja simame hapa, utaona watu wamejaa. From nowhere, ujui kule wametoka, utaona wamejaa na wameanza kuiba nyimbo wakichoma manyumba, because he is an altar himself. He is carrying evil altars. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. President Moi said he is going to rule Kenya for another 100 years. Is he not ruling? He is ruling. Ali rule through Uhuru. Saizi anarule through his 2 sons. 2 biological sons. He's ruling. Hallelujah. And he is preparing other sons to come over. Na ako kwa shimu amelala. Kwa nini? Alifanya nini? Alikuja pale kwa kiwanja ya Uhuru Park pale, akajenga altar yake Gadibo. Gadibo ni power pale. Nyinyi mnaidaka ni monument, mpigwe picha. And he's ruling Gadibo yake. Kumbuka wakati alikufa, Uhuru alifanya nini? Alimtembeza kwa hiyo troli, akampitishia mpaka kwa, na Uhuru alitembea mguu. Kibaki alikufa, Uhuru never gave Kibaki respect alipatia Moi. He never. Because this one, Uhuru na Moi walikuwa from one Kigogona. Is a product. So they were under the same product, Kigogona, Kiafukeu, Kiagadibo, Karake hale. Iyo wakati tabomoleo ndio Moi atatoka from power. Wakati mtabomoa hiyo. Wakati Saddam Hussein alikufa, walibomoa sanamu zake zote. That is what we say in the book of Deuteronomy 7. Destroy their altars, destroy their pillars, destroy their everything you have to bring. You shall utterly destroy them, because these are strongholds. Wakati Moi anatawala, naye the Kenyatta family is running the economy of the country completely. Why? The notes according to the laws walipitisha, hatutakuwa tukiweka picha ya mtu, lakini waliembod ile jiwe mawe ile kwa KICC ile mzee, wakampiga picha wakamweka kwa note, because he is the one managing and controlling the economy. How? He is seated at the central part of the KICC. Amechongwa hapo. That is now the altar that rules Kenya economically. Hata mkitoa picha za vitu zingine, huyo msee now, the altar himself, the altar itself, it was not removed. Angalia noti yako hapo nyuma. The altar itself, it was not removed. Na ukiangalia noti sasa vizuri, utaona altar ya Moi iko hapo, haijatolewa pia. Because they're the one who controls. Wamemweka hapo, ameangalia parliament where laws are made. Hapa nyuma yake wameweka court, the high court, where laws are implemented. Upande wa kushoto wameweka city hall, where the city is being run from. The other side wameweka sheria, where laws are kept. So they control, they manipulate,
and they ran the country. Na ndio wakati Uhuru alikuja akakuwa president, ile kazi kubwa alifanya ni kuchukua makampuni zote zimekuwa zao. KCC wakaipeleka Brookside, wakajenga barabara hii unaona hii ya ghorofa, hiyo ni yao. Wakachukua kiwanja ya ndege, wakachukua benki zote ni zao, wakachukua insurance firm zote ni zao. Kila part of the economy of this country it is them. Wakatengeneza reli ikaenda kuishia kwa shamba yao. Na bado mnamuita Jabaito. Akamaliza economy ya kila mtu to their advantage. Why? Because the altar that wameweka pale, it is speaking, it is strong, it is doing for them. Imewafanya mmekuwa poor for their sake. That is the power of the altar. Bwana Yesu asifiwe sana. So until you are able to understand what is speaking around your life. Naye Raila kwa yao walijenga huko Bondo, pale walipeleka Uhuru akakuwa chizi. Huko Bondo ndio walijenga. Yao ni ya masses. Raila akienda anywhere, hata aende Tanzania, watu watajaa kwa kiwanja. Because altar yake ni hiyo ya ku MS people, kuita watu. So these leaders you see them, they are not alone. They are not what? They are not alone. They have powers behind them that propel them, that inject them to where they need to go. That is why we have the blood of Jesus. When you speak the blood of Jesus will inject you to where you want to go. But because we Christian, we don't understand the power in the blood. Hallelujah. We don't understand the power in the blood. The power in the blood is primacy. The power in the blood is control. The power in the blood is power. The power in the blood is authority. The power in the blood is everything that you need. If you need a banner, you speak the blood of Jesus. If you need to become the president, you speak the blood of Jesus. That is what Ruto did. Ruto alizunguka kwa makanisa zote. Tukaanza kumwambia anapeleka kapesa wapi? Kwa makanisa ya wizi. He knew what he was doing. He was doing sacrifices. He did. He went to all 47 counties and all churches of the country. Then akashika kanisa independent. Akaishika na akaenda akawajengea kanisa moja as the ultimate sacrifice. Alishinda makushinda? Alishinda. That's the power of the altar. What kind of an altar that is operating you? Look at your life. Do you have an altar that ever speaks in your life? What kind of an altar? Is it positive or negative? Bwana Yesu asifiwe sana. For man to become an altar, he must be a combination of three. The spirit, the body, and the mind. Without the body, you can never become an altar. Without the spirit, you can never become an altar. So there must be a spirit, and there must be a body, and there must be what? A mind that speaks. Remember the patriarchs, wale ambao walikuja, the people who came, akina Dr. Kraft, akina Dr. Lugard. When they came, they didn't come with their culture. They never brought their culture to us. The first thing they introduced to us is an altar they were carrying, the altar of the Bible. And they introduced us into their culture after introducing the altar. Walilete madhabahu yao. Ndio unakuta Kenya iligawanywa into regions za kimadhabahu. Kenya, we are controlled by the regions za kimadhabahu. All the Protestant church walikuja wakakaa chini and they scrambled Kenya. They subdivided Kenya into various altars. Wakamba walichukuliwa na AIC church. Ndio naona kanisa za AIC ni nyingi sana katika ulimwengu wa Wakamba. Wakikuyu wakakamatwa na kigogona ya Presbyterian. Bwana asifiwe sana. Wameru wakakamatwa na kigogona ya Methodist. Wakisii na Wajaluo wakakamatwa na kigogona ya SDA. Waluya wakakamatwa na kigogona ya the Quakers. Bwana Yesu asifiwe sana. Those people, they sat down and they looked at the culture of each tribe na wakaambia you fit here. Ukienda PCA, uende kule Scotland, the Scottish, utakuta the Scotland Presbyterian is run by elders. So they picked that which will fit each tribe. Wakaangalia wakaona Wakikuyu wanaongozwa na wazee, na ndio naona kanisa ya PCA inaongozwa na elders. They brought a culture
They brought a kigogona that is equivalent to what you believe in. They didn't want to antagonize you. They wanted to assimilate you. Ukienda kwa Wameru uende Methodist ina behave Umeru tupu. Hata ukienda America ina behave Umeru peke yake. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale ambao walikataa because they believed in a higher hierarchy, a higher altar, ni Catholic. They refused to go to that concussions hizo za Wakikuyu wa huko. They build an altar that ran through the country. What they did, because they are clever with altars, wakajua kama ni kwa Wakikuyu, Wakikuyu wanaabudu kwenye megumo. They build all church za zamani za Catholic zote zimejengwa mahali kuna mgumo. Kienda Kiambu kule Lironi, uende kila mahali utaenda. Na watu nao Presbyterian walipojua hivi, pale Kikuyu utakuta hapo kuna mgumo tree where they have built their church. There is a mugumo tree. They all build their churches where the mugumo are, because they wanted to assimilate, kukamata madhabahu ya Wakikuyu ndio wainue madhabahu yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo nimekuwa deep kidogo. Nimewa confused kabisa. You look very confused. Nimepenya vizuri. Simu nipige makofi.